Mafarisayo. Wakati wa neno la uzima la Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa majina yangu ninaitwa Mtumishi Salum, na ninashukuru Mungu kwa ajili ya kunipa neema na kuweza kulileta tena neno hili, mahubiri haya siku ya leo. Ni furaha kubwa sana kwa sababu ni Mungu ndiye anayetuwezesha, na tuwezi kufanya hivi sisi wenyewe, bali tunafanya hivi kwa neema ya Mungu na kwa uwezo wake. Nina neno fupi sana, lakini nitalihubiri kadiri na Kristo atakavyonisaidia. Nina maandiko kadha wa kadha ambayo nitakayosoma, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tutapata kuelewa. Na neno hili nimelipa kichwa cha kwamba mema ya mwenye haki hayatakumbukwa kamwe atakapo mwasi Bwana Mungu. Mema ya mwenye haki kamwe hayatakumbukwa atakapo mwasi Bwana Mungu. Ninazungumzia kwa ajili ya Wakristo ambao tayari wako katika Kristo Yesu, ambao tayari wanamtumikia Mungu, au ndo ambao ninazungumzia, na neno hili limekuja kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sitapoteza muda, bali nitashukuru ili nikapate kulinena neno hili kwa ufasaha zaidi. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, Bwana, nakushukuru kwa ajili ya wema wako. Asante Mungu kwa kuwa imekupendeza siku hii ya leo tena kulileta neno lako hili takatifu kwa watu wako, wapate kulisikia na kupata kulijua na kupata kulifahamu. Sisi wote umetuokoa kwa neema yako. Hatukujileta kwako tu, bali ulianza wewe kutupenda na sisi kisha. Bwana wa majeshi, Mungu mtakatifu, Bwana wa mabwana, uliyeziumba mbingu zote na vitu vyote viko chini ya miguu yako, niko hapa mbele zako Bwana nikiomba unisaidie mimi kama mtumishi wako. Unitumikishe tu kama chombo chako, kama vile unitumikavyo Bwana, unitumikishavyo. Nisaidie nikaweze kulinena neno lako kwa ufasaha. Ndimi yangu ni nzito, hata iwezi kuyanena maneno yako kwa ufasaha. Mimi ni mwanadamu, ninanena ambavyo havipendezi. Ninaomba Bwana ukaweze kunitumikisha na kuweza kunisaidia. Masikio yetu na mioyo yetu yakaweze kulishika neno hili kupitia lile jina la Yesu Kristo. Roho wako Mtakatifu Bwana akanene na watu wako. Neno hili na likawe likipakwa mafuta yako Bwana Yesu Kristo. Kwa imani kuu nikiomba ya kuamini ya kuwa utaweza kusema nasi kupitia jina la Yesu Kristo Bwana wetu, ninaomba hayo. Amen. Amen. Ningekushauri fungua katika kitabu cha Ezekieli sura yake ya 33 na mstari wake wa 12. Nitashuka bila kuponda muda, nitasoma katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Maandiko yanasema ya kwamba, na wewe mwanadamu, waambie wana wa watu wako, hakika yake mwenye haki haitamwokoa. Samani. Na wewe mwanadamu, waambie wana wa watu wako, haki yake mwenye haki haitamwokoa katika siku ya kukosa kwake. Na kwa habari ya uovu wake mtu mwovu hata anguka kwa ajili ya uovu huo siku ile atakapogairi na kuacha uovu wake, wala yeye aliye mwenye haki hataweza kuishi kwa haki yake siku ile atakapotenda dhambi. Nitaenda taratibu sana ili neno hili nikapate kueleweka, na nitakuwa niko slow sana kwa utulivu sana. Ninarudilia neno hili katika Ezekieli sura yake 33 na mstari wake wa 12. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo, ninashuka na maandiko yanasema ya kwamba, na wewe mwanadamu, waambie wana wa watu wako, haki yake mwenye haki haitamwokoa katika siku ya kukosa kwake,
na kwa habari ya uovu wake. Mtu mwovu hataanguka kwa ajili ya uovu huo siku ile atakapogairi na kuacha uovu wake, wala yeye aliye mwenye haki hataweza kuishi kwa haki yake siku ile atakapotenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa nini neno hili nimelipa kichwa ya kusema kwamba matendo ya mwenye haki hayatakumbukwa kamwe pale ambapo atakapoacha haki yake? Ni kwa sababu Mungu kawaida yake huwa angalii matendo ya kwanza. Hapana, Mungu anaangalia mwisho wako, utakuwaje. Huo mwisho wako Mungu ndio anaojali nao sana, sio matendo ya kwanza tu. Hapana. Sawa, matendo ya kwanza ni ya muhimu mbele za Mungu, sababu si unamkaribia, unamtumikia bado, lakini Mungu anataka mwisho wako uwe mzuri. Mungu anataka mwisho wako auone uko mwema. Tuna historia nyingi sana 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 za watumishi ambao waliomtumikia Mungu katika maandiko, katika Biblia, katika kitabu cha Biblia. Wengi walimwasi Mungu sana. Wengi waliasi Mungu, wakageuka, wakarudi nyuma, wakaanza kutumikia dunia. Wengi sana. Na Mungu anamwambia Ezekieli ya kwamba, na wewe mwanadamu, haki yake mwenye haki haitamwokoa katika siku ya kukosa kwake. Sababu Mungu anajua ya kwamba mtu anapokuwa akitenda haki, ya kwamba akigeuka, ya kwamba atakuwa vile vile, ama atakuwa mtu atakuwa yani mwana wa Mungu. Hapana, kuna utofauti wa mwana wa Mungu na mtu wa Mungu. Mwana wa Mungu ni yule aliyezaliwa katika roho na maji na kumkiri Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake na kumpokea na kumwamini. Huyo ndiye mwana wa Mungu, na ambaye anayemtumikia, huyo ndiye mwana wa Mungu. Anayemtumikia, aliyemkubali, anayemwamini, anayemtii na anayezifanya kazi zake, huyo ndiye mwana wa Mungu. Na watu wa Mungu ni watu wote, kwa maana Mungu ndiye aliyewaumba. Haijalisha anamtumikia ama mtumikii, ni watu wake wote. Na ndio maana anasema dunia na mali na vyote vilivyomo ni mali yangu, kwa sababu yeye ndiye aliyeviumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini haki ya mtu mwenye haki haiwezi kukumbukwa siku yake ya kukosa? Ni kwa sababu amegeuka na kuacha haki yake na kuanza kutenda maovu. Haki ya mwenye haki haitakumbukwa endapo atageuka na kuanza kutenda yasiyopendeza. Bwana Yesu tuhurumie sana. Mungu anamwambia Ezekieli ya kwamba katika siku ya kukosa kwake na kwa habari ya uovu wake, mtu mwovu hataanguka kwa ajili ya uovu huo siku ile atakapogairi na kuacha uovu wake. Na pia anazungumza ya kwamba mtu mwovu atakapogairi na kuacha uovu wake na kuacha kabisa uovu wake, mtu huyo atakuwa salama. Sasa nina habari ya kusema ya kwamba ni lazima nikuambie, ni lazima nikuhubirie, ni lazima nikuonyeshe njia ya uzima, ni lazima nikuonyeshe njia iliyo sahihi na njia ambayo sio sahihi. Wewe uko katika dhambi, unatumikia dunia. Wewe uliokoka ukamwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini umebadilika na unafikiria kwamba kwa sababu zamani ulikuwa ukitenda vitu vizuri, ulikuwa ukimtumikia Mungu, ukiomba, ukifunga, ya kwamba Mungu anakuhesabia haki kwa sababu ya vile vitu vyako vya zamani. Unajidanganya, kwa sababu umeacha haki yako na kuanza kutenda visivyopendeza. Zamani ulikuwa uende kwenye masherehe ya kidunia, masherehe ya kipagani, sasa hivi unaanza kwenda. Zamani ulikuwa unaomba, sasa hivi hauombi. Zamani ulikuwa unafunga, ufungagi. Zamani ulikuwa ukisoma neno, hausomagi. Zamani ulikuwa ukijitenga na vitu vibaya, sasa hivi haujitengi navyo. Kila kitu naenda.
haki yako ya zamani haiwezi kukuokoa. Kama umebadilika, usitegemee kabisa ya kwamba Mungu atakuokoa. Mungu hawezi kukuokoa, na Mungu hawezi kukuokoa kwa sababu ya kwamba kwa sababu zamani ulitenda vitu vizuri, ya kwamba vile vizuri ndio vitakavyo convert Mungu ya kwamba kufanya yeye yani akuhesabilie haki. Hapana. Hakuna kitu ambacho Mungu anachukia kama kuacha njia yake. Yani ulimwamini, ukamjua, ukaonja nguvu zake, alafu baadaye unamkana. Ile ni kukana. Mungu anachukia sana. Mungu anachukia vibaya mno mtu kumkana. Anachukia. Bwana Yesu turumie sana. Sasa nataka ubadilike. Nataka usijivune kwa mema ambayo uliyotenda hapo mwanzo. Jivune kwa mema ambayo unayotenda sasa, kwa sababu ya zamani yamepita na hauyatumikii sasa hivi. Ya sasa ni ya sasa. Ya sasa ni ya sasa. Lazima ujivune na ya sasa, sio ya zamani. Mungu anaendelea kusema ya kwamba nimwambiapo mwenye haki ya kwamba hakika ataishi, kama akiitumainia haki yake akatenda uovu, basi katika matendo yake ya haki hata moja wapo alitakumbukwa. Unasikia jinsi Mungu mwenyewe hapa ni Mungu anasema mwenyewe. Anasema mwenyewe. Mungu anasema mwenyewe. Mungu anasema ya kwamba nimwambiapo mwenye dhambi samani. Ninaanza hii 12 mstari wake wa 12. Mungu anasema ya kwamba na wewe mwanadamu, waambie wana wa watu wako haki yake mwenye haki haitamwokoa katika siku ya kukosa kwake, na kwa habari ya uovu wake mtu mwovu hata hanguka kwa ajili ya uovu huo siku ile atakapogairi, siku ile atakapogairi na kuacha uovu wake, wala yeye aliye mwenye haki hataweza kuishi kwa haki yake siku ile atakapotenda dhambi. Unasikia jinsi Mungu anavyosema? Mungu anasema ya kwamba mwenye haki hakigairi na kuanza kutenda dhambi. Mungu anasema kwamba akigairi na kuanza, yani mtu mwovu akigairi na kuanza kutenda mambo mema itakuwa vyema kwake, na mtu mwema akigairi kuanza kutenda vitu vibaya itakuwa ni hasara kwake. Mungu anaendelea kusema ya kwamba anasema hivi Mungu anasema hivi, akatenda uovu, kama akitumainia haki yake akatenda uovu. Mungu anasema ya kwamba kama mtu huyo ametumainia uovu, mtu huyo kama ametumainia haki yake, haki yake, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa akitenda haki, na Mungu anajua ya kwamba huyu mtu alikuwa akitenda haki. Kwa hiyo kwa sababu ya haki yake anajitumainia, mimi niko na matendo mazuri, ninafanya vitu vizuri mbele za Mungu, kwa hiyo hacha nitende dhambi. Mungu anasema ya kwamba kwa wewe ambaye ulikuwa ukitenda vizuri alafu umetenda dhambi, Mungu anakuambia hivi, hakika hataishi kama akitumainia haki yake. Kama akitumainia haki yake, Mungu anakuambia hivi, akatenda uovu, ukatenda uovu wewe ambaye ulikuwa ukijitumainia haki yako, na kwa sababu ya kujitumainia haki yako umatenda uovu, Mungu anakuambia hivi, basi katika matendo yake ya haki hata moja wapo alitakumbukwa, bali katika uovu wake alioutenda, bali katika uovu wako ulioutenda ndipo Mungu ataanza kuhesabu hapo. Bwana Yesu aturumie sana. Ni shida sana mtu kuacha Mungu kwa sababu ya mambo ya dunia. Ni vigumu Mungu kuhesabia haki. Ni vigumu sana Mungu kuhesabia haki kama umebadilika na kuacha njia yake. Kwa maana anasema hivi, hata moja halitahesabika kabisa na kukumbukwa kwa matendo yako yote ambayo umetenda. Matendo yake ya haki hayatakumbukwa.
matendo yake ya haki hata moja wapo alitakumbukwa, bali katika uovu wake. Bali katika uovu wako wewe ambaye umetenda aliyoutenda, atakufa katika uovu huo. Utakufa katika uovu huo usipotubu. Utakufa katika dhambi usipotubia. Utakufa katika matendo mabaya ambayo umejishikilia na mikono yako kama usipotubu, kwa sababu ulitenda haki na ukasahau kabisa, upendi kuendelea kutenda haki. Mungu anakuambia kwamba utakufa kwa uovu huo, lakini Mungu anakuambia kwamba hata kama utakufa kwa uovu huo, anakupa option nyingine ya kwamba utakapotubu haki yako itarudi na kuanza kuhesabika. Hebu acha niendelee na maandiko. Hatakufa katika uovu huo. Mungu tena anakuambia hivi, utakufa katika uovu huo kama ukutubia. Mimi nakwambia kama ukutubia utakufa katika uovu huo. Kwa hiyo cha msingi, tubu, rudi, kumbuka wapi ambako ulipoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Ndipo Kristo anakutaka. Anaendelea kukwambia ya kwamba tena nimwambiapo mtu mwovu, anapokuambia wewe mtu mwovu, wewe hakika utakufa, hakika utakufa kama haki gairi. Mungu anakwambia hivi, anakwambia wewe mtu mwovu. Sikia ushauri wa Mungu anapokuambia tena nimwambiapo mtu mwovu, hakika utakufa. Mungu anakwambia kwamba wewe mtu mwovu, hakika utakufa. Ninaenda na kufafanulia neno baada ya neno. Mungu anakuambia kwamba hakika utakufa. Na utakufa kwa nini? Kwa sababu usipofanya nini? Usipotubu. Usipotubu utakufa katika dhambi. Kwa hiyo Mungu anakutaka utubu. Neno hili halitakuwa ndefu sana kwa sababu kamera yangu hamna charge sana, ila nitaliendeleza siku nyingine, ila nitaishia hapa kwa andiko hili moja. Napenda nikwambia kwamba wewe mwenye dhambi, Mungu anakupenda, anataka ubadilike, anataka uache dhambi, anataka uache matendo mabaya. Mgeukie na kuanza kumtumikia leo. Mgeukie, mpokee na ubadilishe maisha yako, naye atakubadilisha. Kwa maana nakwambia kwamba wewe mtu mwenye dhambi, utakapogairi dhambi zako